Sisi tuko vizuri kuzidi wao. Tu wanangu wanakuja wanaenda shuleni, na mwanangu mmoja yuko la 7, mwingine yuko la kwanza. Huwa akija yule la 7 anasema baba, naomba hela. Cha kwanza nipe sababu anazitaka zaidi. Siwezi nikatoa tu. Mimi sidhani kama kuna mtu apata mzazi hapa akija akisema mtoto wake akasema mama naomba hela, akampa tu bila kusema ya nini, unataka ukafanyie nini? Sidhani. Sasa ili upate, cha kwanza ili mtoto umpe fedha, si ndio? Akupe sababu za nini. Na ndio maana ukiangalia hata shuleni, mimi mwanangu kuna siku akasema baba naomba 10,000. Ya nini kwanza? Akaanza kunieleza shuleni amesema hivi, lakini kwa sababu ya kwenda kutoa alifyo sasa hapo sana. Natoa shilingi ngapi? 10,000. Kwa hata sisi ili Mungu akupe, unavyosema Mungu naomba mume mzuri. Umeona sasa? Kwa nini wakati wewe hujatulia? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaomba mume mwenye fedha. Si ndio Mungu anataka mume mwenye nini? Sio fedha tu. Wewe ni mtiifu kwa sababu Mungu anataka wewe utii. Au utakubali kumheshimu mume? Utakubali kunyenyekea yale atakayosema mume wako, utayasikiliza? Mungu atafanya kama anaona hilo wewe liko ndani yako. Mungu hawezi kukuchoma. Mimi nawaambiaga vijana wangu, Mungu hawezi kutuchoma pale ambapo sisi tumekuwa waaminifu. Hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiwa mwaminifu kwa Mungu, Mungu hawezi kukuchoma. Hawezi. Mungu sio mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza uwe na sababu. Kwa sababu sisi tuko makanisani. Leo hii mtu anataka abarikiwe, dhambi hajaacha. Mnafiki mwenyewe. Vitu mgombanishi mwenyewe. Vitu vingi anafanya yeye. Sasa Mungu atafanyaje hayo kwa wakati wewe mwenyewe anajua huyu nikimpa hela wenzie watakoma. Anaanzia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vitu ambavyo Mungu anatamani kuvifanya kwetu ni vikubwa sana. Tatizo ni kukosa mipango endelevu ya kuvifanya viwe nini? Vikubwa. Yaani ukitaka Mungu afanye vitu vikubwa kwako, kuwa na mipango endelevu ya kuvifanya viwe vikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Pia pointi nyingine hii tuliongelea asubuhi, wewe niache hofu. Ukiwa na hofu ndogo, okay, wewe niiseme tu. Pia huenda ni kwa sababu ya mawazo yenu au mawazo ambayo uko nayo, kuwa na hofu na kufanya kwa udogo. Mungu anatamani wewe kukuongeza, lakini kwa sababu ya hofu ulionayo, Mungu anafanya nini? Anashindwa kufanya kwa sababu wewe mwenyewe hujiamini. Yaani wewe mwenyewe hujiamini na fedha ambazo Mungu anataka kukupa. Sasa atakupa za nini? Kwa hiyo hatutakiwi kuwa na hofu. Kwa hiyo kwenye mafanikio hatutakiwi kuwa na nini? Na hofu. Alisema brother wangu hapa Isaya asubuhi, ni jana usiku, kwamba Yesu kuja ni kesho, si ndio? Ni leo, ni kesho, ni leo. Lakini fedha tutafute kama hatutakufa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani moyoni uwe safi kwa sababu Yesu anarudi muda, lakini sio uache kutafuta fedha. Kwa sababu ukisoma hii Biblia imesema mtu mwenye fedha amejijengea ufalme wake wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe fedha inaweza kukufanya wewe ukawa na ufalme wako wenye nini? Lakini uwe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu lazima akupe kitu chochote. Mungu ukifanya kwa ajili ya ufalme wake. Nilikuwa namshangaa sana Mungu sana. Mimi nikana niuliza, hivi mimi, kwa nini mimi Mungu alinipa mwanamke sio mzuri wa sura? Siongelee uzuri wa sura. Mimi uzuri wa sura huwa siweki kipaumbele. Bwana Yesu asifiwe. Au tuache. Nikana nimuuliza Mungu, kwa nini mimi umenipa mwanamke yuko hivi? Ana upendo kiasi hiki, si kwangu, si kwa wadogo zangu. Nikagundua kwenda ni kwa sababu pengine na mimi, lakini jamani ni neema tu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunakosea. Ni neema ya nani? Ya Mungu. Lakini twende tuangalie pointi zingine hapa haraka haraka. Kwa nini Mungu anatukumbusha leo kupanua fikra zetu? Tupanue, okay. Kwa nini Mungu anatufundisha tupanue fikra zetu, tupanue biashara zetu? Kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu tunatakiwa kuishi kama watoto wa Mungu kwa sababu tumebeba ajenda za kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe, kama hebu ngoja. Umemwona mtoto wa Mama Samia? Umemwona mtoto wa Mama Samia?
Nadhani anaishi maisha gani? Mtoto wa Mungu, basi hata maisha yetu yanatakiwa tuishi kifalme falme, kwa sababu Yesu ndio mfalme. Na maana ni zaidi hata ya hawa wa duniani. Sisi tunatakiwa tuishi vizuri. Na ukifanya hilo ndugu zangu, ukifuata haya kwenye kuongezeka, tunatakiwa tujue sisi tunatakiwa tuongezeke kwa sababu tuna ajenda za kimungu ndani. Na ili utimize, kwa sababu na ajenda za Mungu zinataka fedha. Haya makanisa kujenga yanataka nini? Leo mavyombo haya tunanunua nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiwa na hizo, sasa haya watu ni wavivu. Unakuta mtu inakuja swala, na hii ndugu zangu ngoja nilisema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaona kuna kitu kinahitajika kanisani na uwezo wa kufanya anao, na hela anazo, na hakuna kinachomzuia kufanya, afanye. Sasa haya Mungu hata kuongeza za nini? Wakati kazi yake tu unashindwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kazi ya Mungu inahitaji fedha na uwezo wa kufanya unauona na hela unayo, ila hutaki kufanya. Alafu nataka Mungu akupe za nini? Kazi yake tu hutaki kufanya. Na ndio maana huenda hata Mungu vingine anafanya kwetu kwa sababu ya zile ajenda. Ndio maana ukirudi kwenye agano ambalo mimi niliingia na Mungu, moja wapo, ukiona nitafanikiwa sitakutumikia. Sasa unadhani kumtumikia Mungu kupi? Kuja kanisani tu? Bwana Yesu asifiwe. Au unadhani nikuja kanisani tu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa pale ambapo unaona kuna uhitaji na wewe una uwezo wa kufanya, usiseme atafanya mwingine, fanya, kwa sababu wewe unatakiwa kufanya nini? Kufanya. Na hili huwa nawaambia mimi hata ndugu zangu nyumbani pale. Kazini kwetu tunakofanya, mimi sipo. Kwa mfano kama leo hii wanashusha mzigo, mimi nipo huko. Bwana Yesu asifiwe. Na mizigo ambayo sisi tunashusha, hakunaga bosi anakubali ashushe kama bosi hayupo. Kwa sababu mizigo ambayo tunashusha ni mikubwa. Kwa 99% unatakiwa wewe uwepo kwa ajili ya ukaguzi. Uangalie nguo imeingia pesa ngapi, zinaenda store ngapi. Na vijana ndio maana tuko nao wengi sana. Ndio maana wanasema na vijana zaidi ya 20. Kwa sababu utaratibu wa kuvicontrol. Sasa wewe Mungu anaona kabisa wewe mwenyewe unafuata fedha, hutaki hata jirani yako afanikiwe. Akupe za nini? Yaani wewe tu jirani yako, sio jirani, hata rafiki yako hutaki afanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atakupa za nini? Yaani wewe hutaki hata mtu mwingine aone anainuka. Yaani wewe ukiona mtu mwingine anainuka, wewe tayari ni silani kumgombanisha na watu wamuone mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu hawezi kuleta hayo mafanikio kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tutaenda tukutana na password ambazo ni kwa nini. Lakini pointi nyingine hapa kwa haraka. Pointi nyingine, pia katika kile ambacho nakifanya, natakiwa mtu wa kufikiria au kutafuta namna, kwa sababu tunamtegemea Mungu. Hii tulishaiona pale. Lakini pia ili Mungu aweze kukuongeza na kukubariki, tunatakiwa tujenge au tuwe na misingi mizuri katika maisha yetu. Tumeiona misingi mizuri, tuliiona pale kwenye maandalizi, si ndio? Kwenye maandalizi unatakiwa uwe na msingi mzuri. Ukiwa na msingi mzuri, kitakachofuata juu hata kama ni kikubwa hakitakuyumbisha. Na huo msingi na ambao wengi unawafelisha, kwa sababu Mungu anatamani kwako, lakini anaangalia nikimpa, ni kweli anaomba, ni kweli analia, anatamani kumpa, lakini akikupa anaona wewe ndio utakuwa adui wa kwanza wa wenzio. Sasa na hiyo ndio ambayo inafanya msingi mwingine mojawapo ni Bwana Yesu asifiwe. Pia ukiwa na msingi mzuri kwenye kila jambo, utaweza kuyumbishwa. Ukiwa na msingi mzuri rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii misingi tunatakiwa tujenge kwanza rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nasema rohoni? Tutakutana kwenye password. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiwa na mafundisho sahihi kuhusu biashara, huwezi kuwa mtu wa kuhamahama. Ukiwa na msingi mzuri, hata utakapotaka kubarikiwa, utaweza kuiacha nini? Imani. Yaani kwamba ukiwa na misingi mizuri ya imani, hata ukibarikiwa, hauwezi kuiacha nini? Imani. Yaani wewe mojawapo ya Mungu, ukitaka Mungu aiachilie baraka kwako, ni kutokufikiria kuiacha imani kwa namna yoyote. Sasa na hii Mungu anaangalia. Mtu tu amesemana na mtu anaiacha imani. Je, akipata fedha? Haji na kanisani, amegombana na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kristo anataka tujenge vizuri uwezo wetu pamoja na msingi wetu ambao hautatikiswa na baraka ambazo Mungu anataka kukubarikia. Yaani Yesu anataka ujenge msingi mzuri, sawa? Uandae vizuri, ujiandae vizuri ili hata atakapokubariki usitingishwe. Yaani wewe usitingishwe, yaani wewe ukaacha imani kwa sababu ya fedha, ukaacha Bwana Yesu. Okay, wewe nikimbia hapo. Hiyo pointi nyingine hapa. Ili Mungu aweze kutubariki na kutuongeza, lazima tuwe na agano, si ndio? Tuwe na nini? Na agano kati ya wewe na Mungu ambalo litafanya iwe rahisi kumkumbusha Mungu au Mungu kutukumbusha sisi kwa sababu ya lile agano. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu aweze kukubariki na kukuongeza, lazima uwe na agano na Mungu. Kwa nini? Na ndio maana mimi nimewapa agano langu, si ndio? Nimewaambia kwamba mimi Mungu nilishamwambia ili anibariki, na ananibariki na atanibariki sana sana kwa sababu nina agano. Na ndio maana niliwaambia hata jana kama sikosei, kama sijauza huwa namuuliza Mungu kwa nini sijauza. Na huwa na nikikuta mara nyingi huwa najiuliza au kuna sehemu nimeteleza. Na ndio maana mara zote nilikuwa naambia jana tutafute amani, kwa sababu mojawapo ya mtu kutokufanikiwa ni kutokuwa na amani na nini? Na watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakimbia kidogo hapa. Sasa twende tukaangalie utele wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Umeyakubali haya sasa. Umetoka huku kwenye mafundisho, umekubali kwenye fikra, umekubali kuinuka, kuziona fursa, kutafuta vitu vya kufanya. Tumeona namna ya kuongezeka ili Mungu akuongeze. Sisi tumeona jamani, namna ya Mungu ukitaka akuongeze. Lakini kuna utele hapa. Kwa sababu ukishavikubali hivyo vitu, lazima Mungu alete nini? Utele wa kimungu. Na nikiongelea utele kwa namna nyingine naweza nikasema mafanikio ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuja duniani kwa ajili ya uzima wa milele pamoja na mafanikio yetu. Na ndio maana tukisoma kile kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10b au mstari wa 10 wote, yeye nikisomea baraka haraka ili tuangalie pointi ya baraka haraka za utele wa kimungu. Yohana 10 mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima tele, wawe na uzima kisha wao nao tele. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, narudia. Mwizi haji ili aibe. Mwizi ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuja kutuibia. Bwana Yesu asifiwe. Narudia. Mwizi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ndio mwenye kazi ya kuharibu. Ukikuta mambo yako yanaharibikiwa kwa sababu uende umemruhusu nani? Shetani. Lakini ukimruhusu Yesu, Yesu hakuja kwa ajili ya kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye amekuja kwa ajili ya uzima wa milele kisha tuwe nao tele. Tele imeongezeka hiyo kwa sababu gani? Uzima, lakini uzima tele. Ndio hizi baraka za kimungu tele, vitu vingi vitujilie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana na kinachotufelisha wengi tusipate uzima au tusipate huo utele wa kimungu, cha kwanza ili tutambue, twende tukasome Mwanzo 1 sura ile ya mstari wa kwanza na wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya nini? Vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Bwana Yesu asifiwe. Na irudi hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya nini? Ya uso wa vilindi vya nini? Vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa nini? Wa maji. Kuna kitu gani umekiona? Kitu ambacho kingine kinakuzuia usiwe na utele wa kimungu ni kitu kinachoitwa giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukiangalia katika Biblia, kwa nini tunasema giza? Kwa sababu kwenye giza
huwezi ukaona kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye giza, hata saizi humu ndani wakizima tu taa, mwanga huu Mungu akizima papu huu wa kimungu, achana na hizi taa. Ukishazima huu mwanga huu papu, kukaa na giza humu ndani, unaweza ukasahau hata mtu alikaa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kinachofanya mtu asipate huu tena, kwa sababu kuna kitu kinaitwa nini? Giza. Amefumba macho yake huyo mtu, haoni fursa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu analeta solution. Ndio, huyu mtu yupo katika giza, lakini analeta kitu kinachoitwa nini? Nuru. Twende tukasoma ule mstari wa Mwanzo hiyo 1 mstari wa 3. Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nini? Na kusema mstari, Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaona nuru ni kwa nini? Njema. Kumbe kitu kinachotakiwa ni kitu kinachoitwa nini? Nuru. Kwamba wewe upo katika giza na ushagundua kwamba upo katika giza, kinachotakiwa kufanya ni kutafuta nuru iko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kupata sasa ule utele wa kimungu. Na kwenye kutafuta nuru, na ndo pale unatakiwa uanze kujichunguza, unatakiwa uanze kujifikiria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mimi sipati huu utele wa kimungu? Nipo kanisani kila siku. Kwa nini? Kitu kinachokusababisha uenda kuna giza. Na hiyo giza ni yale matendo ambayo uenda unayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu baraka za kimungu haziwezi zikaja sehemu chafu penye giza, haziwezi. Na ndio maana Mungu anaona nuru ni njema, anaileta nuru kwa ajili ya kushindana na nini? Na giza. Na ndio maana hata nguvu za nini zingine? Za giza. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamefungwa katika nini? Nguvu za giza. Lakini suluhisho ni nini? Ni nuru. Na hiyo nuru tunaipata wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nijaribu kukimbia, lakini nuru tunaipata katika mafundisho. Bwana Yesu asifiwe, na kumfuata Yesu Kristo. Pia hata matatizo yote ambayo huenda uko nayo au unayapitia ni kwa sababu ya kukosa nini? Nuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sababu 3 za kujikwamua au kutoka katika giza. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza, narudia, sababu 3 za kujikwamua kutoka katika giza ili upate utele wa nini? Wa kimungu. Yaani zile baraka za kimungu, mafanikio ya kimungu. Ya kwanza, sababu ya kwanza ni macho yanayoona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni macho yanayofanya nini? Yanaona. Kwa sababu kwa nini tunasema uwe na macho yanaona? Tunaona pamoja na kwamba Mungu anaona, anasema iwe nuru, lakini giza aliitenga, hakuiondoa. Kisoma katika kile kitabu, aliitenga, si ndio? Yaani nuru, giza hakufuta, aliitenga. Kwa hiyo giza ipo, si ndio ndugu zangu? Giza lipo. Sasa ili uweze kuchomoka hapo, unatakiwa uwe na macho ya kuona au macho ya kutambua kwamba je, nipo katika giza au nipo katika nini? Kwa sababu kipofu sidhani kama huwa anatambua. Kipofu sidhani kama huwa anatambua saizi ni giza au saizi ni nini? Kuna nuru. Sasa kinachomfanya kuona ni macho, na sisi ambacho tumekosa. Ndio maana watu tuko makanisani lakini hatupati hiyo nuru, kwa sababu hatuna macho yanayoona. Sio haya ambayo tunaona, sio haya, macho ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza unatakiwa uwe na macho ya rohoni ya kutambua kwamba hili ni giza, nilikimbie hapa, natakiwa nikakae kwenye nini? Kwenye nuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya pili kwenye hiyo macho yanayoona, mkiwa kama Wakristo, ili uweze kutoka katika hayo unayoyapitia, unatakiwa uwe na macho yanayoweza kuona na kutambua nyakati ulizopo na mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Macho yanayoona ni yale yanayotambua mazingira, yanatambua nyakati, kwamba saizi hizi nyakati. Na ndio maana mimi kitu kimoja, hata daa huwa wananishangaa. Mimi hapa katikati ilikuwa ni Idi. Neema ya Mungu ilinipa kasema saizi shusha nguo za kitoto tu. Bwana Yesu asifiwe. Nilishusha nguo za kitoto, nimeuza. Kilichofanya sio kwamba ni akili zangu, ni yale macho ambayo Mungu ameweka ndani yangu ya kutambua. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu tuko nao Kariakoo na wapo Kariakoo muda mrefu, na ni hili hawashushi tangu, na wanaanza kuna huyu dogo atakuwa mchawi nini. Kuna macho ambayo yanafanya utambue nini, kwamba hapa nikiweka hiki. Hayo macho ni mazuri kwa sababu ni macho ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, lakini wewe nikimbie hapa. Tambua nyakati ulizopo na mazingira. Ni kutambua nyakati ndio utambue kwamba sasa hizi nyakati nini kinatakiwa kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ambao tumepata neema ya kumjua Kristo Yesu, macho yetu ya rohoni yanatakiwa yawe na nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wana macho ya rohoni lakini hayana nini? Nuru. Lakini sisi ambao tuna Kristo Yesu tunatakiwa yawe na nuru, na hizo nuru ndo ambazo zimewasaidia leo kina Jaki, kina Sele wamekaa Tunduma miaka miwili, miaka mitatu. Kuna wafanyabiashara wako muda mrefu na bado hata uwezo wa kuhamia Dar es Salaam hawana, lakini kwa sababu walijua, na ndio maana wanakwambia tulikuwa tunashinda wapi? Kanisani. Tulikuwa tunafanya nini? Tunamwomba Mungu. Na bado sio kufanya tu, hata kutoa kwa Mungu walikuwa wanafanya nini? Wanatoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tambua sababu. Okay, nairudia hii point. Sisi ambao tumepata neema ya Kristo, tumepata neema ya kumjua Kristo Yesu, macho yetu ya rohoni yanatakiwa yawe na nuru, kwa sababu ya kutofautisha au ya kututofautisha na wasiomjua Mungu. Yaani wewe mwenye Mungu unatakiwa usiishi maisha ambayo sawa na ambaye hamjui nani? Mungu. Na hilo kutambua, lazima uwe na macho ya rohoni, kwamba sasa huwezi ukaitambua dhambi kama rohoni kuna giza. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuitambua dhambi kama rohoni kuna nini? Kuna giza. Ukiwa rohoni kuna nuru, lazima utatambua hii ni dhambi na utaiacha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu sisi ni Wakristo, hatutakiwi tuishi maisha sawa na ambao hawamjui Kristo. Yaani wewe unatakiwa uwe na utofauti. Na mkumbuke tumesoma kule kwenye kuongezeka kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Sasa mtoto wa Mungu unaishiji sawa na mtoto wa shetani? Wewe unatakiwa uwe zaidi na ambaye hajamjua nani? Mungu. Na inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini ninasema inawezekana? Tuliona katika ulimwengu wa fikra kwamba mtu ambaye ana fikra lazima atafute vitu ambavyo havipo. Yaani kwamba Elisha pale yamefikia, ngoja na mimi nifanye. Na usifanye, usijaribu. Kuna watu wanasema ngoja nifanye nini? Nijaribu. Fanya, sio mjaribu. Kwenye kujaribu utafeli. Linapokuja jambo unatakiwa ulifanye, ulivae, sio ujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Some Efeso 1:18. Ili tumalize hapa, twende tukaangalie password hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Efeso 1:18. Nasoma katika jina la Yesu. Macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Nuru, mjue tumaini la wito wake jinsi lilivyo, na utajiri na utukufu wa ulisi wake. Na ukiwa na macho hivi, unajua tuna ulisi. Yesu alikufa. Jamani, ngoja mimi niulize, wazazi wakifa akina baba huwa hawaachi ulisi? Jamani tuseme, si kuna watu wanagombaniaga mali za ulisi? Yesu si alikufa kwa ajili ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nimalizie hii Efeso 1:18. Inasema hivi: macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri na wa utukufu wa ulisi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ukiwa na macho ya rohoni utatambua ulisi ambao umekuachia nani? Mungu. Yesu si alikufa na alipanda wapi? Mbinguni. Alituachia ulisi. Na ili uone huu ulisi ambao umetuachia Mungu, lazima uwe na macho ya nini? Na ndio maana anasema macho yetu yatiwe nini? Nuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wako kwenye umaskini, matatizo na shida kwa sababu ya kukosa macho ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pia ili tuweze kupata utele wa kimungu, unatakiwa macho yako yatiwe nini? Nuru. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa macho ya rohoni, vitu utakavyokutana navyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 13 mstari wa 11 mpaka ule wa 13. Ukisoma pale utakutana na historia ya Rutu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona pale tulisoma katika kile kitabu Mwanzo ambapo tukakati tunaongelea katika kuongezeka kwa wale ambao tulikuwepo. Katika kuongezeka tuliona Ibrahimu alitakiwa tengane na nani? Na Rutu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kutengana na Rutu, Mungu akamwambia Ibrahimu atamuongeza, si ndio? Sasa shida Ibrahimu tutasoma yako huko mbele. Ibrahimu hakufanya maamuzi ya kuanza kujitafutia pa kufanya nini? Pa kwenda. Alisubiri kwanza Mungu amwambie sasa. Ndio maana pale Mungu anamwambia sasa utatembea wapi? Kaskazini, kusini, mashariki na wapi? Na magharibi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Rutu kwenye kutengana, yeye hakumsubiri nani? Mungu. Akajichagulia bonde zuri. Aliona bonde zuri kwa macho, si ndio? Ukisoma pale anasema ajichagulia bonde zuri la Sodoma. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika hicho kitabu ambacho nimesema tena, kusoma hicho kitabu cha Mwanzo 11, Mwanzo 13, sura ya 11 mpaka 13. Rutu akajichagulia yeye bonde ambalo yeye kwa macho yake aliona ni nini? Nzuri. Kumbe hata wewe unaweza ukachagua kitu ukaona kwa macho ya nyama ni nini? Ni kizuri. Sasa angalia ambacho anaenda kukutana nacho Rutu huyo. Ndio Sodoma na Gomora ilifanya nini? Kwa sababu alijichagulia. Na ukisema anasema ulikuwa wabaya sana. Ukisoma huo mstari naongelea vizuri. Na kwa sababu alijichagulia yeye mwenyewe na kumshirikisha Mungu, na kwa sababu alikosa nuru, huyo Rutu mwisho wa siku watoto wake wanakuja kufanya nini? Wanakuja kulala na babake. Wanamnywesha pombe Rutu, wanalala na nani? Na baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu macho yakikosa nuru lazima upotee. Macho yakikosa nuru huwezi kufanikiwa. Macho yakikosa nuru utaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa macho ya rohoni katika maisha yako, utakutana na wasio sahihi ambao watazuia utele wako. Kuna watu ambao wanazuia utele wa kwako kwa sababu huna macho ya nini? Ya rohoni. Na hii mimi ni mmoja aliyemfuata mamangu Mwenjerwa bana. Akamwambia sikia wewe. Juzi nilielekeza situation ya mamangu na babangu ndani ya miaka 5 ambayo tulikuwepo. Kwa hiyo sizungumzie leo. Sasa kwenye ile situation ambayo na pengine mama asingekuwa na macho ya rohoni, pengine angeingia katika nini? Giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pia kwa sababu ya macho, ukikosa macho ya rohoni katika maisha yako, utakutana na wasio sahihi ambao watazuia utele wako. Pia kwa sababu ya macho yenu kukosa nuru katika maisha yako, unaweza kufanya vitu ambavyo vitakugharimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya pili, ili upate utele wa kimungu lazima ufahamu kilichopo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate utele wa kimungu lazima ufahamu kilichopo wapi? Ndani. Ndani yako. Sio ndani tu, ndani yako. Na hii tunapata wapi? Wakorintho wa 2. Hapa nitakimbia kwa haraka. Naomba hapa tusaidie msomaji kama utakuwa haraka kidogo. Wakorintho wa 2 sura ile ya 4. Mstari ule wa 4 mpaka wa 7. Amen. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 7. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Ndani yao Mungu wa dunia hii amewazao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Mstari wa 5. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe ya kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. 6. Kwa kuwa Mungu alisema, nuru itang'aa toka gizani. Ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
Point iko katika ule mstari wa 6. Kwa maana Mungu alisema nuru itang'aa toka gizani. Ndiye aliyeng'aa wapi? Moyoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nuru king'aa moyoni mwako, lazima utakijua kitu kilichopo wapi? Ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya kwanza, tunahitaji nuru ili tupate kuziona hazina zilizofichwa ndani yetu. Sawa eh? Ukitaka nuru ifanye kazi ndani yako, pointi ya kwanza ni kwamba tunahitaji nuru ili tupate kuziona hazina zilizofichwa wapi? Ndani yetu. Pia mtu ambaye anafahamu kilichopo ndani yake hawezi kujinenea nini? Mabaya. Mtu ambaye anafahamu kitu kilichopo wapi? Ndani yake hawezi kujinenea mabaya. Pia mtu ambaye anafahamu kilichopo ndani yake ataitambua thamani yake. Yaani ukijua kilichopo ndani yako, lazima thamani yako ufanye nini? Uitambue. Mtu lazima uwe unajikubali. Mtu ambaye anafahamu kilichopo ndani yake ana uwezo wa kubadilisha mazingira ya mwingine. Okay, anaweza kubadilisha mazingira aliyopo au kwenda mazingira mengine. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ipo katika kitabu cha Matendo 7 mstari ule wa 6 mpaka wa 7, hiyo utaenda utasoma. Pia pointi ya 3, okay, hizi ilikuwa ni sababu za kufanya kwa nini uinuke katika nini? Utele. Ya 3, tuwe na tabia na kuwa na ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Ili sababu 3 zile tulizoona hapa, ili tuweze kupata utele wa kimungu au kujikwamua kutoka katika giza. Sababu ya 3, tuwe na tabia ya kuwa na ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu na tukae uweponi mwake. Tabia ya 3 ni hiyo, tuwe na tabia ya kuwa na ushirika na Mungu na tukae uweponi mwake. Vitabu vya kwenda kusoma, tutasoma hivyo. Zaburi ya 51 mstari ule wa 10 mpaka wa 11. Tunaona inazungumzia kuhusu ushirika hapo. Zaburi 84 10 mpaka 12. Utaona namna nzuri ya kutengeneza ushirika. Na ushirika ni nzuri sana, utakusaidia ili uweze kupata utele wa kimungu. Zaburi ya 42 mstari wa 1, ili uweze kupata utele wa nini? Wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate utele wa kimungu unatakiwa uwe na moyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe na utele wa kimungu unatakiwa uwe na nini? Na moyo safi. Ya mwisho, ili upate utele wa kimungu lazima ufanye kazi kwa bidii, na hili tutapata katika kitabu kile cha Mithali 10 mstari wa 4 na Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12. Utaenda kusoma hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haraka na karibia kumaliza, lakini naomba tujue kwa nini unatakiwa kuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa na pointi 4 tu chache, alafu tutamalizia na pointi 2 ambazo ni password ngapi? 2. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unatakiwa kuwa tajiri? Kwa nini unatakiwa kuwa tajiri? Sababu hizi tunazipata katika kitabu. Na kwa nini na je, Mungu anataka uwe tajiri? Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza tutaenda kusoma Mwanzo 13 mstari wa 2. Kwa sababu hizi ni siri zilizofichwa. Na hizi siri zilizofichwa nataka wewe ukazitafute. Na hizi sitazisema hapa. Utaenda wewe kufanya nini? Uzitafuta. Unataka kuwa tajiri. Kwa nini uwe tajiri? Utaenda kusoma hapo Mwanzo 13 mstari wa 2 na Wakorintho wa 2 mstari wa 8 na wa 9. Huo ndio utakujibu. Je, Mungu anataka wewe uwe tajiri? Jibu utalipata katika huo nini? Katika huo mstari. Lakini pointi ya kwanza, kwa sababu Mungu anataka watu wake wawe kichwa na sio mkia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio pointi ya kwanza ambayo Mungu anataka wewe uwe nini? Tajiri. Hataki Mungu wewe uwe mkia. Kwa ukijigundua wewe unakuwa mkia, ujue wewe hujasimama vizuri na Mungu, kwa sababu Mungu hataki watu wake wawe nini? Mikia. Na Mungu hataki watu wake wawe wanatia huruma kati yeye yupo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata Jackie alisema hapa asubuhi, anasema bro, ulinifanyia sijui nini na nini. Mimi nilimwambia, yani unasema, yani unanitegemea mimi. Yaani unamtegemeaje mwanadamu? Shida leo sisi tumeacha kumtegemea Mungu, tunategemea wajomba, tunategemea baba mdogo, tunategemea ndugu zetu eti kwa sababu wana fedha, au tunategemea ulisi ambao watu wakifa
ndio tuanze kung'ang'aniana mali, wafikie stage wanauana. Tunatakiwa tumtegemee Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo utajiri ni njia ya kuonyesha utukufu wa Mungu. Hivyo utajiri ni njia ya kuonyesha utukufu wa Mungu na agano lake. Na hii tutapata katika kitabu Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18. Hii naomba tu unisomee. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18. Ndio. Amen. Ndio. 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 Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu kwamba anataka tuwe matajiri. Kwa sababu ya nini? Ya agano ambalo alifanya na baba zetu wa imani. Yaani au Ibrahimu, ukisoma hiki kitabu cha Mwanzo vizuri, utagundua Ibrahimu alikuwa na utajiri wa kiasi gani. Na ule kwa sababu lilikuwa ni agano na Ibrahimu ni baba yetu sisi wa imani. Na ule utajiri na sisi kwa sababu ni watoto wake lazima tuwe nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni kwa sababu ya agano ambalo alilisema mwenyewe kwamba na vizazi vyako vitafanya nini? Vitabarikiwa. Kwa hiyo ukikuta wewe hutaki kubarikiwa, ina maana unajiondoa kwenye ule uzao wa nani? Wa Ibrahimu, ambao tunaweza kusema ndio wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pointi ya pili, Mungu anataka tuwe matajiri kwa sababu kurahisisha kazi ya Mungu. Sawa eh? Mungu anataka uwe tajiri kwa sababu ya kurahisisha kazi yake aliyokuleta wapi? Duniani. Hiyo ndio la muhimu. Anataka uwe tajiri kwa sababu ya kurahisisha kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kujenga makanisa, kwenye kununua vyombo kwa ajili ya injili kwenda kuhubiri, nyonyo huwa mnafahamu. Mimi wanamshangaa Mungu sana pale ambapo tunasali. Yaani budget ibada, yaani tuna vyombo vimekamilika, set nzima ya kanisa. Lakini wanafanya ibada hapo nje. Wanaenda kukodi mziki wa milioni 60 hawatoi vyombo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna watu wako tayari kufanya kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Mungu. Wako tayari kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Wanatoa fedha. Lakini haya huku yote ukijua ili kusudi la Mungu kutaka kuwa tajiri, ukianza kujiwekea Mungu nitafanya kwa ajili yako, lazima Mungu akupe wewe huo utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue kwamba hivi vitu sisi apiga jamani, hivi nyie huwa mnajisikiaje? Leo tunasali kwenye vumbi hivi. Tunasali hivi. Tunasali hivi. Tunasali hivi. Mimi kidogo kwenye utukufu wa Mungu huwa yaani sema tu basi kipindi ambacho tuko kwenye hizi situation kuna vitu vilikuwa, lakini nawakumbusha mwakani ikipendeza Mungu, mimi natamani ninavyokuja nisikie mtu katoa milioni 2, wengine milioni 5, wengine milioni 10 kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na hii inawezekana. Bwana kina Jaki wamekaa miaka 2 wameenda Dar. Bwana Sera ametoka kwa bosi miaka 2 ameenda Dar. Na sio kwamba Dar wamekuja kizembe. Hapana. Wako vizuri na hawajaenda kwa waganga na wafahamu na kaa nao mara nyingi. Mimi ni mmoja wapo, mimi Dar es Salaam jamani nimefika. Mimi walijua ni mwenyeji. Wanajua nimefungua duka sio nimetoka huko. Nini? Kwa sababu baraka za kimungu zinatembea na wewe. Niko vizuri. Na kwa sababu Mungu lazima alitimize amesema agano lake. Na lazima anipe hela. Na ndio maana cha kwanza nimefanya kazi nimeingia. Nimekaa nilimwahidi kwenye agano niliingia. Nisema Mungu kinifanyia hivi. Nilitimiza agano. Umefika mwezi wa kwanza mwaka huu. Nimejenga